Kwa mujibu wa Ibra, anasema kuwa kwa maisha aliyokuwa anaishi ndani ya lebo ya Konde Gang ni wazi alikuwa amechokwa. Ibra, ulijihisi kuchokwa ndani ya lebo? Yeah, of course. Kwa nini? Kwa sababu kwa research yako ndogo ambayo ulifanya. Kwa sababu yani wewe ukiwa ni boss wa kampuni yoyote au sehemu yoyote, mfanyakazi akakuletea kitu au biashara kukuambia kwamba hii na hii hapa ni biashara sahihi, cha kwanza inatakiwa wewe ndio unajua ubora wa kazi unayoitaka. Yeah, sure. Kama kazi haina kiwango ambacho wewe umekitaka, sema kwamba hii kazi kwa sasa hivi hauwezi kufanya hivi. Lakini hata zilipotoka hizo nyimbo ambazo hawa zilikalia kimya zilihiti. Lakini ni kawaida kwa lebo au msanii kuona kwamba ngoma hii inaweza stoki, inaweza isiwe hichi. Mfano, nakumbuka Diamond alishawahi kusema kuhusiana na ngoma ya Komasava kwamba wakati anayorekodi ile ngoma baada ya kuisubmit kwa distributor wake, Wana Music, yes, ni Wana kitu kama hicho, something like that. Walikataa ngoma, akasema hii ngoma i sound haina kile kitu ambacho sisi tunakitaka. Sasa huyo, na baadaye Diamond aliforce kwa sababu ya nguvu ambayo yuko nayo. Kwa hiyo lakini ngoma imekuja kuwa kubwa kuliko ngoma zote ambazo Wana walishawahi kuzihitaji. Sasa huyo ni distribution. Distribution kwenye muziki ni tunamuita mtu wa mwisho kwenda kumkabidhi kazi. Yaani hiyo ndio iko tayari. Si ndio? Sisi hapa ndani hapa kujadili kuhusu muziki na hichi kipaji tunachosema tunakikuza, kwa sababu biashara huwezi kuendesha biashara bila kuiangalia. Si ndio? Nyimbo unatumia manyimbo yamejaa kibao, manyimbo ni mengi. Manyimbo hayatoki. Yakitoka video zake ni ndogo. Ukiulizia tu vizuri kwamba bwana brother tunafanyaje, unaonekana kama mjuaji sana. Sasa ujuaji unakuja wapi wakati ni risk ndio ambayo hii ndio kazi natakiwa itufaidishe mimi na